Wapenzi watazamaji na wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu kilichoko hewani, kipindi kilichoko mbele yetu leo ni kipindi cha elimu ya fedha, na tutakuwa na mgeni wetu, mkurugenzi wa GS Global Foundation, ambaye ataenda kutupa zaidi nini maana ya elimu ya fedha. Kabla ya yote, ningependa kumkaribisha aweze kujitambulisha. Karibu sana mkurugenzi. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina yangu naitwa Geriad Kehat, ni mkurugenzi wa GS Global Foundation, au naweza kusema CEO of GS Global Foundation. Niko hapa leo kwa ajili ya kukuletea elimu ya fedha. Kwanza nikianza na maana ya elimu ya fedha, tunapozungumzia kuhusu elimu ya fedha ni namna ambavyo unaelewa jinsi ambavyo unatakiwa kuitumia fedha yako. Tunapozungumzia elimu ya fedha tunamaanisha kwamba upate ufahamu na uelewa ni kwa namna gani ambavyo unapaswa kuitumia fedha yako kwa usahihi ili iweze kukuletea matokeo mazuri, hususan kwenye swala zima la uchumi. Na leo mada yetu tunaenda kuzungumzia swala zima la akiba. Kwa hiyo kama utakuwa na swali lolote ambalo linakutatiza kwenye swala zima la akiba, unaruhusiwa kutuma swali lako ili tuweze kulijibu swali lako mahali hapa. Ndugu mpenzi msikilizaji na ndugu mtazamaji, kwa kipindi chetu cha leo, mada itakayokuwa mezani inaitwa akiba. Na kama alivyokwisha kutangulia kusema mkurugenzi, kama una swali, dukuduku, maoni, tunaomba tutumie katika channel yetu kupitia namba 0753810609, na swali lako litasomwa na utaweza kujibiwa. Na barabara tuelekee kabisa katika kipindi chetu hewani ambacho ni akiba ya fedha. Mkurugenzi, ningependa kukuuliza swali. Nini maana ya akiba? Ndugu mtangazaji, swali lako ni zuri sana. Akiba ni sehemu nzuri sana katika maisha yetu ambayo kwa kweli tunatakiwa kuwa nayo katika maisha ya kila siku. Na niende moja kwa moja kwenye swali letu ambalo umeliuliza, maana ya akiba. Kwa kweli katika watu wengi ukimuuliza kuhusu akiba hawezi kushindwa kukuambia chochote, kwa sababu watu wengi wanaelewa akiba ni nini. Lakini leo nitakupa maana ndogo na maana rahisi itakayokufanya kuweza kuelewa maana ya akiba kwa ufasaha zaidi. Tunapozungumzia kuhusu akiba, maana ya akiba ni unatenga sehemu ya kitu, unachagua kitu fulani au sehemu ya kitu unaiweka pembeni, na hicho ulichokiweka pembeni lengo lake inakuwa ni kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Tunapokuza kwenye mkutadha wa fedha, tunapozungumzia kuhusu akiba tunamaanisha nini? Akiba ya fedha maana yake ni kwamba unatenga asilimia fulani ya kipato chako. Inaweza kawa ni 10% ya fedha yako, inaweza kawa ni 15%, 5%, 20%, unaitenga na unaiweka pembeni, aidha katika akaunti maalum. Wengine wanapenda kuweka kwenye vibubu, wengine wanapenda kuweka kwenye akaunti za benki, wengine wanapenda kuweka M-Pesa. Popote pale utakapoona ni salama kuiweka fedha yako, unaiweka hapo, na lengo inakuwa ni kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kwa hiyo akiba ya fedha, unatenga fedha kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Mkurugenzi, mimi bado nina swali jingine. Ndio. Je, ni kwa namna gani mtu anaweza kuweka akiba? Sawa kabisa. Namna ambavyo mtu anaweza akaweka akiba. Of course hili ni swali ambalo watu wengi wanakuwa nalo, ingawa sio wote wanaouliza. Wengi wanajua akiba ni nini, na kwa sababu watu wanajua umuhimu wa akiba, utashangaa sana kwa kuwa watu wengi wanajua umuhimu wa akiba, lakini ni watu wachache sana wanaokumbuka kuweka akiba. Na nikawa najiuliza ni kwa nini watu wengi wanajua umuhimu wa akiba na still bado hawawezi kuweka akiba. Nikaja kupata jibu moja kwamba watu wanashindwa kuweka akiba kwa sababu hawana mpango wa matumizi ya fedha zao. Unapozungumzia mpango wa matumizi ya fedha zako, inamaanisha suala zima la bajeti. Watu wengi hawana bajeti. Bajeti ni nini? Mwingine anaweza kauliza kwamba bajeti ni kitu gani? Unapozungumzia kuhusu bajeti, tunamaanisha kwamba ni namna ambavyo ile fedha iliyoko mkononi mwako au fedha unayotegemea kuipokea unaandika aidha inawezekana kwenye notebook yako, kwenye diary yako, au kwenye application fulani, unaandika namna ambavyo utaitumia ile fedha. Kwa hiyo tunapozungumzia akiba ni mpango wa matumizi ya fedha yako. Maana unapanga kama ni shilingi 10,000 kwamba 1,000 itanunua sabuni, 1,000 nyingine itanunua mafuta, 1,000 nyingine itanunua nyanya, 1,000 nyingine itanunua kalamu,
1,000 nyingine nitanunua kitu fulani. Maana yake unaipangilia ile 10,000 yako namna utakavyoitumia. Hiyo ndio tunaita bajeti. Watu wengi wanakosa hicho kitu. Mtu anapata fedha lakini anaitumia pasipo kuipangilia kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo unajikuta mtu anatumia hela mpaka inaisha na haoni chochote kinachobaki kwa ajili ya akiba. Sasa ili uweze kuweka akiba, lazima ufanye moja la umakini sana. Ile fedha ulionayo au kile kipato unachokiingiza, unaandika namna utakavyokitumia, na katika yale matumizi lazima uweke kwamba akiba nitaweka kiasi gani. Mtu mmoja anaitwa katika kitabu kile cha The Richest Man in Babylon aliandika kitu kimoja, akasema kwamba kabla ya kutumia fedha ni lazima utenge asilimia fulani ya fedha yako na iweka pembeni, halafu kilichobaki ndicho unakitumia. Hii inaweza kukusaidia sana kuweza kuitengeneza akiba yako, na hiyo kanuni inaitwa you pay yourself first, yani unajilipa wewe kwanza, kwamba nimepata asilimia fulani ya kipato changu, ninatenga 10%, ambayo yeye alipendekeza tenga 10% ya kipato chako iweke pembeni kama akiba, halafu kilichobaki chote tumia hata kikiisha. Hiyo ni kanuni nzuri sana. Lakini pia kuna mtu mwingine anaitwa Elizabeth Warren, yeye alisuggest kanuni inayoitwa 50-30-20. Akasema unakigawanya kipato chako katika makundi makubwa matatu, ambapo 50% ya kipato chako unaitenga kwa ajili ya mahitaji ya muhimu na ya msingi kama chakula, mavazi, malazi, makazi na mahitaji yote ambayo unajua unayahitaji ili uweze kuishi. Na 30% ya kipato chako ni kwa ajili ya mahitaji ambayo ni ya muhimu, sio ya lazima sana, lakini ukiyakosa kwenye maisha yako kuna vitu ambavyo vitapungua. Kwa hiyo hapo ni kama vile burudani, kwenda kuangalia movie kwa wale wanaopenda movie, kwenda kutembea, kwenda vacation. 30% ndio inapaswa kukava hayo mahitaji, na 20% iliyobaki unaitumia kwa ajili aidha kuweka akiba, kufanya uwekezaji na kulipa madeni. Kwa kuweza kukigawa kipato chako namna hiyo, kwa kutumia hizo kanuni, itakurahisishia sana wewe kupata kiasi ambacho utakuwa unakitumia kwa ajili ya kuweka akiba. Pasipokuwa na mpangilio mzuri wa fedha zako, utaona fedha hazitoshi na utakosa kiasi cha kuweka akiba. Na ukweli ni kwamba hakuna fedha yoyote ambayo inaweza kutosha kumudu mahitaji ya mwanadamu na mwanadamu asiwe na uhitaji tena. Fedha huwa haitoshi. Kuna mtazamo mmoja au kuna concept moja inasema not enough money mindset. Ni mtazamo ambao unapaswa kuwa nao kwamba fedha huwa haitoshi. Kwa hiyo kile kiasi kidogo cha fedha ninachokipata natakiwa kukipangilia vizuri ili kiweze kuniletea faida katika wakati ujao. Kwa hiyo fedha hazitoshi. Unaipata 500,000 anakuwa na mahitaji makubwa zaidi, anaipata 500,000 anakuwa na mahitaji fulani. Kwa hiyo ili fedha yako iweze kuwa na manufaa, ni lazima uweke bajeti ya matumizi ya hiyo fedha, na sehemu muhimu katika hiyo bajeti, hakikisha unakuwa na sehemu ambayo umeitenga kwa ajili ya akiba. Wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu hewani, naamini tumejifunza na tutaendelea kujifunza zaidi, lakini kwa sasa tunaenda kufikia mwisho na tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo, na mwisho wa kipindi kingine ni mwanzo wa kipindi kingine. Niliyoko mbele yako leo ni mtangazaji wako Sefroza Isaac, na nyuma ya kamera yuko Madam Happiness, na tunapenda kuwakaribisha katika kipindi kinachofuata siku kama ya leo, saa kama ya leo, ambapo tutaendelea kujifunza zaidi juu ya akiba, budget na zaidi juu ya elimu ya fedha. Ningependa kuaga. Bye bye. Bye bye.